Silva. Sasa hata Silva alinikimbia, sasa nashindwa. Kama ziko ndani, sio kusichukue tu. Sawa. Wewe tutakutana. Sawa. Niko. Nani atanitazama siku ya mateso yangu? Wengine wana watu siku ya mateso yao. Mara wapatapo shida, ndugu wanajitokeza, tena ndugu wazito kutatua shida zao. Hata kama wanaumwa, hospitali wapelekwa, tena sio hizi hospitali za kisasa. Ikishindikana hapa na Ulaya wapelekwa. Kuna shida gani? Kulikoni? Mbona umenifuata hadi shambani? Kuna mambo tu. Mambo. Ndio. Basi twende pale kwenye kile kivuli pale cha mti tuongee. Maana hapo basi kuna jua kweli ya. Hakuna tamani. Ah? Una tamaji? Hata mimi mwenyewe alikuwa anamalizia tu pale ndugu zangu nyumbani. Nilikuwa niko pale nyumbani, mara ghafla namuona Pray. Kasema kuna nini huko? Ati Leota. Niko shambani. Babangu ananikabidhi mzigo. Mzigo? Ndio mzigo. Hem, tulia hapo. Hii story wayaribu kuniambia mimi peke yangu. Umemsahau mtu mmoja, mama. Hem, twende zetu nyumbani kwa mama mwanzo. Basi twende. Nani atanitazama siku ya mateso yangu? Wengine wana watu siku ya mateso yao. Mara wapatapo shida, ndugu wanajitokeza, tena ndugu wazito kutatua shida zao. Oscar alikuwa ananielezea story. Niposa nikamwambia ageuki ile atakapoeleza story na wewe pia usikie. Na swine story inahusu mkubwa wangu Fredo. Oscar. Story kuhusu Fredo. Story kuhusu Fredo. Na kama unataka mengi, Oscar atakuelezea. Oscar, muda ni wako sasa. Fredo. Mbaya ni nzuri hiyo story. Utaisikia hapa mama. Haya, tueleze Oscar. Mama Fredo. Fredo aliota. Ni ndoto aliota. Aliota kuwa yuko kule shambani kule chini. Yeye na baba. Na baba alimwambia chague mambo matatu. Amue au mwenda wazimu au akabidhiwe mzigo. Mzigo? Ndio mzigo. Mzigo wa nini wewe? Mzigo wa uchawi. Uchawi? Mzigo wa uchawi? Ndio mzigo wa uchawi. Mama Fredo aliniambia kuwa mzigo wa uchawi. Mzigo wa uchawi wenyewe. Ndio. Na Fredo alichagua mzigo wa uchawi. Maana Fredo alikuwa hataki kufa. Na alikuwa hataki kuwa mwenda wazimu. Akachagua mzigo wa uchawi. So, nilikuwa nakwambia hivi ili ujihadhari kabla ya hatari.
Unasema nini? Sasa wao wataka sisi tusishangae Fredo kuhusu mzigo wa uchawi. Tena wewe linakuingia hilo. Hizo ni ndoto. Najua ndoto wakati mwingine. Hiyo ni ndoto. Tuache tu yapite. Hiyo ni ndoto. Mama, utafanyaje kwa hili? Sasa mimi itabidi hii story ishie hapa hii. Sitaki nisikie na mtu mwingine yoyote. Ni sisi watatu tulikuwa hapa. Ili Fredo atakaporudi nimuulize mimi mwenyewe. Alafu hayo mengine tutajua baadaye. Ni sawa? Sawa. Kama hivyo mama, basi mimi acha niwae. Nisilisikie hili neno kwa mtu mwingine hili. Sijali. Afadhali mama, nimekukuta. Shikamo. Mama, mimi kulikuwa kuna mambo kidogo nataka tuzungumze ili nipate mwelekeo. Mama, mimi napitia changamoto nyingi sana. Na hii leo nimedhamiria kukaa na wewe ili kwamba unipe mwelekeo, kwa sababu yani ninatatizika. Kazini nikiajiriwa nikimaliza siku 2-3 nimefutwa kazi. Wakati mwingine sifutwi kazi, naachishwa tu. Nikae nyumbani wiki 2 wananiita tena. Mimi nataka kazi ambayo ninabaki mwezi mzima. Na mbona mimi hujanieleza hapo? Sija kueleza mama kwa sababu ya muda, nilikuwa sipati wakati mwafaka wa kuwa nikae na wewe hata nikueleze. Sasa kipindi cha kwa kule umeachishwa kazi, kwa nini mimi mamako hujanieleza? Ni sawa mama, nisamehe kwa kuwa nimekaa muda mrefu sijakwambia, lakini leo nipo chini ya miguu yako ili unieleze na unipe mwelekeo mzuri. Ni sawa, nimekusikia maneno yako. Na mimi pia niko na kitu nataka nikuulize. Kabla mama uniulize, unajua mbali na kazi, mimi nilikuwa nataka nikuulize tu mama. Unajua hata kama ningekuwa nakosa kazi, lakini baba kuna vitu ambavyo alituwekea sisi watoto wake. Kwamba ukichukua hiki, ukifanya hivi, ukichukua hili, ukijumuisha na hili, unafika kule ambako unataka. Huyu baba hasa baba yetu mzee Malimbuko alituachia nini hapa ndani? Kuna vitu aliandikiwa achukue. Kwa hiyo nataka uwe na subira kidogo mwanangu, kwa sababu siwaona huyu mwenzako bado ni mdogo. Mwache akuekue at least, ili akiwa mkubwa zile mali venye zitagawanywa, sina yeye pia atakuwa anajionea, ili isije wakati mwingine akasema wewe ulipewa vingi, yeye akapewa kidogo. Kwa hiyo nataka uvute kidogo huyu mwenzako akuekue kiasi. Sawa mama, nimekusikia. Ila nilikuwa ninaombi mama. Je, kuna uwezekano mimi kupewa hata title deed, labda niuze tu shamba letu nipate pesa ya kuanzisha mradi fulani? Mambo ya kuuza shamba hiyo sasa, huyu mwenzako akiwa mkubwa sitakuwa shida tena hiyo. Mimi ninachoonelea hapa msubiri huyu mwenzako awe mkubwa, ili mtakapoganyiwa asione kwamba wewe ulipewa vingi na yeye akapewa kidogo. Vitakapoganywa nyote iwe mko na shughuli zenu, hapo ndio itakuwa wewe uko na waamuzi wa kuuza mahali pako na huyu naye itakuwa yuko na pake. Hiyo isiwe kesi. Juu mimi maneno sitaki. Sawa?
Sawa mama, mimi nimekuelewa. Alafu ulikuwa umesema una swali. Swali gani? Mimi hata si swali. Ni nini ambacho nataka kuuliza? Kuna kitu nimesikia. Sasa ilikuwa nataka nijue ukweli kutoka kwako. Kuna story yenye nilisikia kwamba wewe sijui eti uliota kwamba babako alikupa uchawi kwenye ndoto. Sasa ile story venye nilisikia mimi haikuniingia kwa akili, ndo nikaona heri nikuite mwanangu nikuulize hili neno lina ukweli ndani yake ama ni nini? Juu mimi limenikoroga akili mimi. Sasa mama, mambo ya ndoto na uhalisia hayo mawili yanaenda sawa kweli? Hayo mambo mawili hayaendi sawa. Ndio sasa alikuwa nakuuliza mwanangu, hili neno lina ukweli ndani yake? Ni sawa mama, mimi sijashtuka sana. Mama, mimi kinachonishangaza katika swali lako ni kwamba nimemwelezea tu mtu mmoja na nilikuwa nimejawa na hofu kwa sababu ya hii ndoto. Nimeshindana na baba sana. Kipindi alichokuwa anataka kunipa kitu, mimi nilikuwa na gairi. Lakini sasa akawa amenichaguza vitu vitatu. Sasa hicho kitu chenye nilikuwa nataka kukupa wewe babako, ilikuwa kwa ndoto ama ulimuona? Mimi niseme ilikuwa ni ndoto, kwa sababu sijamuona kwa macho haya. Okay. Ilikuwa ni ndoto. Sasa akanichaguza, akasema labda kama sitachukua kila anachonipa basi atanifanya kuwa mwenda wazimu, au akigairi kunifanya mwenda wazimu animalize kabisa nitoweke duniani. Sasa hilo ndio limenitia mashaka mpaka nikapokea kile kitu, lakini hakija nitia mashaka. Sasa wewe wachera chitu chani chitu mame chicho usijali. So ukisema nisijali na mimi ndo mamako, ni nani mwenye ataubeba huo mzigo? Anaambia mimi nisijali. Ni ndoto tu mama, ni ndoto. Ama kuna ukweli? Sioni ukweli ndani yake. Ni ndoto tu. Sasa kama huoni ukweli, mbona uwe na wasiwasi? Wasiwasi mama, hata si shida. Tutaongea wakati mwingine mama. Asante. Haya, ni sawa. Lakini kama kuna ukweli utaniambia. Sasa mzee huyu kwa nasikia watu wanamtaja, iwe ilikuwa kweli ni mchawi ama ni nini? Kama mwanangu aliota anapewa uchawi na babake, alafu pale ndani kuna kile kisanduku chenye aliacha sijakifungua. Kama wewe ilikuwa kweli ni mchawi, mbona mimi sipati picha sahihi? Itabidi nikiangalie hicho kisanduku, sababu naanza kupata mashaka. Sasa kama mwanangu ni mchawi kweli, mimi nitaangalia wapi mtaani mimi? Sande! Mama.
kidogo. Sasa mwanangu, kuna yule ndugu yako Fredo amekuja hapa, alikuwa ako na shida zake, alafu nikamuuliza ile story yenye mlinieleza we na Oscar. Sasa huyu ndugu yako venye mimi nimemuuliza hiyo story, lakini reaction zake sikuzipenda. Inaonekana kama ambaye hili neno liko na ukweli ndani yake. Kwa hiyo ninachoomba mwanangu, nataka ujichunge sana na huyo mkubwa wako. Juu huko anakoelekea, mimi sijui kama ni ukweli ni uongo, mimi sijui, lakini venye amenionyesha yani sikumwamini. Kwa hiyo nataka ujichunge na yeye. Ukuwe mbali na yeye kabisa, usimchokoze chokoze vile. Sababu mimi sahi simwamini. Sawa mama, nikuelewa. Maana hata jambo sio ndogo kabisa. Hili jambo sio dogo hili jambo. Kwa hiyo nataka uchunge na yeye kabisa yani. Sawa, ni hivyo tu. Na kwenye ukoo wetu hii, mtu akiota hivyo venye aliota huyo ndugu yako, basi huwa kuna ukweli ndani yake. Lakini mimi sijaamini vile. Acha tumchunguze. Sasa tufanye uchunguzi polepole, tutajua tu huko mbele. Sawa mama, mimi niko. Haya, ni sawa.